Dada, umetokea wapi? Au basi nikuulize, unaitwa nani? Naitwa Isabela. Wewe mtapila. Kichokukimbiza pale kitu gani? Aha. Umeona yule msichana ataongea mambo yenu ya vichakani, ndio maana umekimbilia huku, si ndio Sasa mimi mwenzio, ulipopita wewe au ulipolala wewe, mimi nishamka zamani sana. Sijui unanielewa? Usiniletee ujanja. Ukakae pale, tuongee tuyamalize. Wangu nisikilize. Sikize tena kwa makini. Wangu siku zote usichokijua sawa sawa usikuagiza. Yule Isabela aliyekuwepo pale. Wangu yule ni marehemu. Marehemu? Ule msiba nilokuambia naenda kuzika kule. Aliyefariki ndio huyu Isabela unayemwona hapa. Unasemaje? Mume wangu marehemu awe hai, atembee, akati ameshakufa. Mbona unanichanganya? Sasa hiki ndio kitu ambacho kinanichanganya. Yaani sijui kule wanamzika nani na huyu aliyekuwa hapa ni nani. Kiwango kumeingia hapo. Sasa mimi sijui kama naendelea kuwepo hapa tena. Mimi nakimbia hapa. We mtapila we. Unanikimbia mimi, unaniacha na nani? Basi sawa kiwango, tutoke. Wewe, ulisha kumuona nani anakimbia matatizo? Wewe tutoke. Wewe, mtapila. Wewe ndio umekuja naye hapa ujue. Twende, achana naye wewe. Unakimbiaje matatizo mtapila wewe? Mtu ushakuja naye, wewe ndio umekuja naye hapa. Unapoona tatizo unalisolve, sio unalikimbia. Tatizo alikimbii. Unavyokimbia ndio unaongeza matatizo. Tujue tunafanyaje mume wangu. Sio unakimbia, unamkimbia unamwachia nani hapa? Basi sawa, hebu tuende tukaone tunafanyaje. Ingia. Karibu sana. Nashukuru. Salamu alaykum. Salamu. Karibu. Asante. Karibu sana. Nimefika nadhani mapokezi. Nimeelekezwa hii ndio ofisi ya mkuu wa upelelezi. Bila shaka na uko sahihi kabisa. Kwa majina naitwa Prophet. Wengine wanapenda kuniita Pastor Steven Lewis. Unaitwa? Naitwa Prophet Steven Lewis. Steven Lewis. Mchungaji kabisa. Karibu. Asante, nashukuru. Ni mkazi hapa kwa Magomeni na kanisa langu halipo mbali na nyinyi hapa kituoni. Nimeelekezwa hii ndio ofisi ya mkuu wa upelelezi. Kesi yangu ni kuhusu mdogo wangu ambaye alipelekwa mahali na wadogo zake.
alipelekwa kwa mganga. Ni waganga wa mjini matapeli weziwezi ambao hawana hata vibali, na yule mganga akamhifadhi mdogo wangu kwake. Juu kama tupo pamoja afande. Ninachokihitaji kutoka kwenu na nyinyi kama serikali, nipe ushirikiano wenu wa kutosha kumkamata yule mganga na kumleta kituoni hapa, ama nikabidhi mdogo wangu ama sheria ifuate mkondo wake. Pole sana mchungaji. Nikutoe wasiwasi kwa kuwa taarifa zimefika katika jeshi la polisi. Nafikiri sheria itachukua mkondo wake na binti yako atapatikana na hao watuhumiwa watafikishwa hapa haraka iwezekanavyo. Na unaweza kuniambia mdogo wako taarifa zake mpaka akaanguka labda? Mimi sikuwepo nyumbani. Nilipigiwa simu na mdogo wake mwingine ambaye wote ni madada kwangu, ambaye wanafuatana na huyo alianguka. Endelea. Kwa baada ya maelekezo hayo nikabidi nifike nyumbani moja kwa moja. Na baada ya kufika sikumkuta mgonjwa alianguka. Walikuwa wameshakwisha kumpeleka kwa mganga. Sawa. Kwa jambo kama hili, acha serikali ifanye kazi yake. Tutakujulisha kwa kila hali, tutakapofikia tutakupa taarifa. Na pia bwana James Lewis, mchungaji. Naitwa Prophet Stephen Lewis. Sawa, Prophet Stephen Lewis. Kuna binti anaitwa Cute. Sijajua unamfahamu? Ni moja ya mabinti zangu pale kanisani. Ni mshirika wangu. Kwa hiyo una ukaribu naye? Vijana wa kanisani kwangu asilimia kubwa na ufahamu na wengi wao wako kichwani mwangu. Kwa ni binti yangu, ni moja ya mabinti au vijana wa kanisani. Sawa. Una taarifa za huyu binti kubakwa? Kubakwa? Amebakwa? Ulisema anaitwa nani? Cute. Yupo. Mnamo jana majira ya jioni binti huyu kabakwa na ana hali sio nzuri. Kwa maelezo amebakwa na mchungaji Stephen Lewis. Usitaki kuniambia kwa na wewe umepigwa makofi mpaka ukakimbia. Umetoka. Una akili kweli wewe? Nakuuliza una akili? Yaani mimi nimepigwa, alafu unacheka, unafurahia. Unafurahia vile nilipopigwa mibao. Sio kwamba nakucheka Kirundu. Nakusikitikia. Maana kama naona ulivyokuwa na garagara kwenye yale maji. Umetoka. Nimekutana kitu ambacho sija kukutana nacho. Nimehisi dunia hii imebadilika, imekuwa juu chini. Yaani mawingu yamekuwa chini afu ardhi imekuwa juu. Alafu unakuja hapo unaanza kucheka. Haunipi hata pole, unakuja hapo unaanza kucheka. Mtuka. Uchawi bwana achane nao. Bwana achane na uchawi. Maana hauna faida yoyote. Tumemchukua mtoto watu yule pale. Hatuna faida yoyote tulioipata. Bwana niweze karanga tu mitaani. Unajua naingiza hela. Usijidanganye Kirundu. Uchawi au wacho kirahisi. Aidha ukubali kupoteza uhai wako, la sivyo uendelee kuwa mchawi hivyo hivyo. Kwa hiyo unafurahia uchawi? Nakuuliza unafurahia uchawi? Hapana Kirundu, mimi sifurahia uchawi. Lakini sasa nitafanyaje? Mwituka. Uchawi sio mzuri. Na ipo siku na utakuja ukiona cha mtema kuni. Alafu ndo utajua uchawi hauna faida yoyote.
Achana na uchawi, uelewi? Basi tuachane na hayo Kirundu. Nenda ndani nikakupoza machungu. Wewe. Na mdoto anaanza mapenzi tu. Muda wote unapokuja hapo unaanza mapenzi. Kitu chako maji iko. Nishakwambia sitaki. Au nielewi au? Mimi sijawahi kubaka binti yoyote kanisani kwangu. Samahani kwa hivyo afanye. Kabakwa, kaleta kesi nimembaka. Mimi. Kati mtu. Mimi nimembaka binti yangu mwenyewe kanisani kwangu, nimembaka. Hiyo kesi kaleta nani hapa kituoni? Sihusiki kabisa. Mimi sijakutuhumu kwa sababu upelelezi bado hujafanyika. Lakini kama itabainika wewe ndio umebaka, sheria itachukua mkondo wake. Tutafuatilia kesi yako na hii tutafuatilia. Unaweza kwenda. Nitakuja baadaye nyumbani. Halo kaka. Kaka, unaendeleaje? Kaka, yaani huku nyumbani kuna matatizo. Kuna matatizo makubwa sana kakaangu. Kaka, matatizo gani hapo yako? Yaani kaka, sasa nitakuelezea kwenye simu. Ninachokiomba mimi, fanya hima. Kesho asubuhi na mapema naomba uje nyumbani haraka sana. Dada, mbona unachanganya nini? Matatizo gani hapo yako? Kaka, naomba kesho uje. Yaani nakuomba uje mapema. Yaani nakuomba kakaangu, bila hivyo mimi sidhani kama utatukuta jamani. Tuna matatizo kaka, ndio maana nimekupigia simu. Naomba kesho mapema uje kaka. Nakuomba. Dada, basi kesho nitaomba ruhusa kazini wahi hapo, sawa? Sawa kaka, sawa. Naomba usichelewe kakaangu. Sawa dada, asubuhi sana. Haya po. Kaka, samahani kwa kukusumbua na pia kwa kukatisha majukumu yako ya kikazi. Kama jana nilivyokupigia simu nikakuelezea kuna matatizo. Tatizo nilikuwa nikwambie ni kuhusu huyu msichana hapa. Ila mengi zaidi atakuelezea shemeji yako. Shemeji, awali ya yote nilikuwa nakuomba radhi. Nakuomba radhi kwa kukusumbua. Kwani nimekuita asubuhi na mapema. Na nashukuru Mungu umeitikia wito. Nafahamu shemeji yangu uko busy na mambo mengi sana unafanya. Lakini shemeji, ninalo tatizo mimi na familia yangu. Hivyo basi tukashauriana mimi na dada yako
tukuite tujue tunatatua vipi hili tatizo. Shemeji, tatizo kubwa ni huyu binti unayemwona hapa. Huyu binti naona ni shida kabisa ndani ya familia yangu. Na lilianza hivi. Jana wakati narudi kutoka kwenye mizunguko yangu, nikamkuta huyu binti yupo sehemu ameanguka akiwa hajiwezi. Nikimaanisha kwamba ni mgonjwa ambaye yani yuko dhaifu hali. Hivyo basi mimi kama binadamu mwema nikaona sio vibaya nikimchukua na kumpatia msaada. Hivyo basi nilimchukua nikamfikisha hapa nyumbani. Nilipomfikisha hapa nyumbani, mimi na dada yako tukakubaliana tumuulize kwanza mgonjwa, tujue anatokea wapi, tujue nini kinamsibu. Lakini tulivyomuuliza yeye ni nani, shemeji, jina alomtajia ndo shida. Nikimaanisha kwamba jina alomtajia ni jina la marehemu ambaye mimi nilienda msibani, na isivyo bahati mchungaji akatufukuza. Hivyo basi hii ndio shida. Yaani hii kwenye familia yangu naona ni shida. Vipi mtu aliyekufa na nimeenda msibani, narudi njiani na muokota? Hivyo basi shemeji, hii sehemu mimi naona sio salama mimi na familia yangu. Mimi na dada yako tukakubaliana tukuite wewe kwa kuwa wewe ni mtu wa sheria, ikimaanisha kwamba wewe upo karibu zaidi na serikali, ili tujue tunafanyaje. Hivyo nichukue nafasi hii nikwambie kwamba tunakuomba msaada. Tunaomba tusaidie shemeji. Unaitwa nani binti? Naitwa Isabela. Umesema unaitwa nani? Naitwa Isabela. Isabela. Dada, naomba tuzungumze mara moja. Shemeji, acha nizungumze na dada mara moja. Haina shida. Dada, ama swala yanachanganya kichwa sana. Hizi taarifa za binti hata kule ofisini kwetu zipo, na inasadikika kwamba amepotea, na pia inasadikika kwamba amefariki. Sasa huu mtihani na mimi unanitatiza kidogo. Cha kufanya mimi acha nikafuatilia haya mambo. Kuna rafiki yangu nikamtafute, ni mtaalamu sana kufuatilia hizi kesi. Ina maana tutakapobaini ukweli kati ya leo ama kesho, nitakuja tujue tumchukue huyu binti. Lakini kwa sasa nakuomba kaa karibu sana na mume wako ili asitoe taarifa hizi mtaani. Sawa kaka. Ila sasa tunavyobaki naye hapa haitoleta madhara yoyote yale? Hapana, kwa mtazamo ukimuona ni mwanadamu wa kawaida kabisa. Sababu kuna viashiria vingi vinavyoashiria kwamba huyu binti sio kwamba ni mzimu. Hapana, huyu ni mwanadamu wa kawaida. Lakini nataka kufahamu kitu kimoja, kati ya marehemu na huyu wana mahusiano gani? Kwa sababu huenda kweli kuna msiba, lakini yule aliyokufa na huyu hapa wana mahusiano gani? Ndio nataka nijue hiyo. Hicho kinachoendelea hapo. Na ndio maana kuna mtu anaenda kumfuatilia rafiki yangu.
Kama tutabaini leo tutakuja ama kesho. Sawa kaka. Usiogope wala msitishike, huyu mchunge tu kama mwanamke mwenzako. Sawa? Sawa kaka, nimekuelewa. Twende wasitushike tunaongea nini. Na usimwambie mtu tumeongea nini pale. Hamna shida. Washemeji, pole sana kwa changamoto ambayo imetokea, lakini jambo hili tusichukulie kama ni tatizo kubwa sana. Kuhusiana na huyo binti, inabidi umpeleke kwenye serikali ya kijiji, uonaye na mwenyekiti atambue uwepo wa huyo binti hapa. Alafu habari hizi usimwambie mtu yoyote tena mtaani. Mimi acha niende huko nikajua nini cha kufanya, tujue tunamsaidiaje binti. Lakini ondoa shaka kabisa. Sawa? Nitaenda leo, nitatoa majibu leo ama kesho asubuhi. Sawa? Dada, sina muda wa kupoteza kukaa hapa. Nitamani nikae kwa muda mchache, lakini acha niende nikafuatilia habari ya binti. Sawa kaka, hamna shida. Sawa. Washemeji, tutaonana. Hapa ni kwanza pazuri, mbali. Chimbo limejificha sana hivi. Na sijawahi kuja na wewe hapa, umepajuaje? Nilitegemea nitakukuta kwa sababu nijua maisha yako yameshabadilika sana. Sule, kumbuka wewe ni mtumishi. Wewe mwenyekiti wetu unasemaje juu ya hili swala? Sasa ndugu yangu, hapo sisi tunahusika nini? Hilo jambo la kifamilia. Msiba wa kwao. Wamekaa na siku 3, siku 4, wiki. Ni juu yao. Wamezika hapa, wameamua kusafirisha. Si natusu nini? Mwenyekiti, hichi ni kijiji kiko chini yako. Na maiti kikaa sana ni uchulo. Unakubali vipi mpaka sasa hivi mwili haujastiliwa? Watu wanaenda msibani, nasikia kule. Kwa watu wanaenda msibani mwili hauzikwi. Nini hiyo? Msiba umeniathiri. Na sio kwamba nipo kimya. Kuna mambo nayafanyia kazi. Kijana wangu amerudi hapa akiwa amepigwa. Basi mwenyekiti, mimi kama mwanakijiji wako na kuomba na kukusisitiza pia, fanya juu chini ile mwili uzikwe, ustiliwe mwenyekiti, aibu itakuwa yetu sote. Serikali haishindwi kitu. Ndani ya muda mfupi kila kitu kitakaa sawa. Na kuamini. Cha msingi muda si mrefu majibu yatatoka. Lakini kuhusu kuzika hiyo ni juu yao. Wewe kama mwenyekiti wetu, nenda kalifanyia kazi ili swala. Sawa. Umenikuta nimejiandaa kwa ajili ya kutoka. Ndio. Tunaweza tukaongozana? Hamna tabu. Ila nakuomba sana mwenyekiti, jitahidi huu mwili ustiliwe bwana. Haina shida. Serikali haishindwi. Najua. Maana tuko madarakani sisi. Serikali ambayo haiamini uchawi kwa ajili ya kuwa huko na unafanyika. Sio kwamba serikali haiamini uchawi. Sasa itaaminije kama wewe hujavugua kitu kilichojificha kwenye uchawi? Nguvu za giza zipo. Na lazima ukiwa kama mtumishi wa umma, ukiwa kama hivyo unafuatilia jambo lako, ni lazima ufuatilie jambo ili mradi serikali iweze kutambua uasi uliojificha. Mfukwe, usitaki kuniambia umenitafuta kwa sababu ya mambo ya kesi. Sule, sitaki uende wrong ndugu yangu. Ninachotaka kukuambia kwamba nimekufuata kwa sababu nina jambo ambalo limenitatiza katika akili yangu. Na siwezi kulifuatilia. Nimekutafuta hapa kwa sababu wewe ni mzoefu wa masuala ya marehemu. Kuna kesi ya marehemu inanikabili. Inabidi tuifuatilie tuweze kubaini ukweli na tuweze kukabidhi serikali. Marehemu. Yeah. Yaani masuala sasa ya kwanza kufuatilia masuala ya msiba na nini sio? Sio kuaminisha akili yangu kwamba umesahau kilichokuweka hapo. Umeshakula kiapo sio? Yaani usidanganye kama unaweza kukimbia serikali kama unavyofikiria wewe. Inakupotezea muda tu.
upombe, wanawake, wanakupotezea muda. Muda huu kaa kutafakari ni nini unachotakiwa kufanya. Sifukwe. Mimi ndo naenjoy kuwa hivi. Alafu unatakiwa uelewe kitu kimoja. Huyo mtu unayemzungumzia yeye alikuwa ni cha utundu wa zamani. Sasa hivi hapa uko na sura. Mtu ambaye anajaribu kutafuta thamani yake yeye mwenyewe. Hapa mimi naheshimika, bro. Ukiingia hapa kila mtu anajua Sule kaingia. Cha utundu on the here. Wewe unazungumzia serikali gani, bro? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kama umekuja hapa kwa ajili ya masuala ya spy kesi, mimi sina yawe mambo. Yaani sihitaji kabisa kusikia hayo mambo. Kama una mada nyingine tofauti na hiyo weka mezani tujadili. Nafikiri unaelewa kichwa changu namna gani kinaweza kutoa ushauri na vitu vya msingi. Sio mambo ya kesi. Lakini pia kuna kesi ambayo nitakuwa tuifuatilie mimi na wewe. Na wewe ni mzoefu wa kesi hizi. Lazima unisaidie. Haijalishi tutakwepa katika njia gani. Mimi sina uzoefu kabisa na kesi za marehemu. Kuna kesi ya marehemu inabidi uifuatilie. Unajua wewe unaelewa kwa sababu siwezi kukupinga. Unajua vile naamini mawazo yako. Sasa wewe nenda. Mimi nitakukujia. Alafu nitakupa majibu. Lakini majibu yangu yanaweza yakawa ndio ama sio. Kwa hiyo niache wewe nenda. Naomba nitegemee jibu sahihi kwa sababu ni kesi ambayo inahitajika ishe leo ama kesho. Kwa hiyo naomba usiniangushe rafiki yangu. Nenda. Nenda. Au tukuombee glasi basi ukastua kidogo akili. Poa mwanangu. Nitafute. Nenda. Vipi rafiki yangu Mansuri? Toka jana uko kimya. Hujaniambia chochote. Na mpaka sasa pia bado uko kimya. Ni kitu gani unatafakari? Ni kweli Lamek. Ila ukimya wangu haumaanishi kuwa nimefeli au nimekata tamaa. Nimekaa nimefikiria muda mrefu sana. Nimeshauriana na serikali ya kichwa changu na majibu nimeweza kuyapata. Ili niweze kufaulu ila kwangu ambao naweza kulifuatilia kwa sasa. Ina lazima mimi niende kwa kina Isabela. Nikahakikisha ni kweli amekufa au kuna mambo ambayo yanaendelea nyuma hapa jamii sijui. Mansuri rafiki yangu. Hebu acha kujitafutia matatizo. Sasa uende pale nyumbani kwa kina Isabela. Si walisha kufukuza. Sasa je, ukienda leo na ukikutia mwizi na kwaje? Haijalishi Lamek. Yote kwa sababu natetea penzi langu. Huenda kuna mambo ambayo amejificha mimi sijui. Huenda labda wahitaji mimi nimwe binti yao. Nitajuaje kwa kukaa chini? Ni lazima nifuatilie. Na niweze kufahamu ukweli wote ambao unaendelea. Nikisema nikae kimya, nani atajua kunisaidia tofauti na mimi? Unajua kabisa mimi nampenda Isabela. Isabela ndo furaha yangu. Ulikuwa bakia muda mchache sana tu tuelekee katika jambo la furaha. Alafu ghafla nakuja taarifa mbaya kama hiyo. Msibani, unafukuzwa, unamixa kupigwa. Mimi niambia unafikiri kuna nini ambacho kinaendelea? Ni lazima nifanye hilo ambalo mimi akili yangu imenishauri. Sina kitu kingine Lamek tofauti na hicho. Ni lazima nifike. Hapana. Wazo lako wala silisapoti rafiki yangu. Mimi nina wazo. Wazo gani? Isabela. Abe dada. Umejiona ulivyopendeza? Ndio dada, asante.
Ila sasa Isabela, nilikuwa naomba nikuulize kitu kimoja. Naomba uniambie ukweli, mimi kama mwanamke mwenzio, kwa sababu hakuna mtu ambaye anayetoka sehemu asijue anatoka wapi au asijitambue yeye ni nani. Na nakwambia hivyo kwa sababu nakuona wewe hapo uko vizuri tu kiakili na kila kitu. Kwa naomba unielezee, yaani nyuma uko ulikuwaje? Ni kweli dada, mimi sio kwamba sikumbuki kitu, nakumbuka kila kitu. Na haya mazingira huku, hata sijui ni mazingira ya wapi. Kila mara ya mwisho nilikuwa kwetu, ghafla kuna sauti ambayo nilisikia kwenye masikio yangu, na hiyo sauti ndio ilinipelekea mpaka mimi kufika huku, maana nilizimia tu ghafla. Na mara ya mwisho tulikuwa tuna process za kufunga ndoa. Ila mipango hiyo ilikuwa tu ni kama hewa. Na mtu ninayemkumbuka sana ni Mansur. Mansur ndo mwanaume ambaye nilitaka kufunga naye ndoa. Mansur? Tunazuri tu. Hivi unaonaje tukipeleleza mimi na wewe, ila tumtafute mtu pembeni, yaani huyo mtu awe anatuletea siri za pale kwa kina Isabela. Tutamwahidi pesa, yaani aende pale nyumbani kina Isabela, afanye anavyojua yeye. Shida yetu tu aingie ndani, ajue kama Isabela yupo ama la. Kama akija na majibu sahihi thabiti yanayoeleweka kama Isabela hayupo ama yupo, tutajua tunachokifanya ni kitu gani. Ila kwa ushauri wa wewe kwenda kwa kina Isabela, hapana. Sikusapoti hata kidogo rafiki yangu, kwa sababu ni hatari kwako. Sawa Lameki, nimekuelewa. Basi sawa. Mimi nashukuru kwa kunielewa rafiki yangu. Maana na kweli una msongo sana wa mawazo. Nakuhurumia sana. Mansuri huyu unamjua mimi au kuna Mansuri mwingine? Dada, unamfahamu Mansur? Sikiliza nikwambie Isabela. Mansuri mimi namfahamu. Namfahamu kama shemeji yangu. Wewe unavyoniambia Mansuri ndio maana nimepata mshtuko kidogo. Mansuri ni shemeji yangu na kakake ndio yule alokokota. Basi mimi naomba umpigie tu Mansuri simu niongee naye aje nichukue. Sikia nikwambie. Hapa kuhusu Mansuri kumpigia simu ni swala la kumsubiria kakake atakaporudi ndio tujue tunazungumza naye vipi. Unanielewa? Lakini hapo umefika sehemu salama kabisa. Yaani kama ndo Mansuri namjua mimi shemeji yangu. Yaani hapa ndo umefika na yule ndo kaka yake na mimi ndo shemeji yangu. Unanielewa? Kwa hiyo nipo sehemu salama kabisa. Kabisa uko sehemu salama. Yaani hapa ndo kwa kaka yake na Mansuri. Usilie. Unanielewa? Subiria kaka yake atakapokuja, tutajua tunakusaidiaje. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Isabela, mwana mama.
Maua, Isabela mbona onekani? Tumemweka pale malangoni, simuoni Maua. Ameenda wapi niambie? Kiwembe, kuna nini? Kabogo, Isabela hayupo malangoni mwa lile bwawa. Hayupo, kaenda wapi? Mimi sijui. Naumu hayupo. Hii ni michezo inachezeka. Wale wapuuzi wanatuchezea michezo ili tuingie kwenye kesi. Hii kesi Kabogo. Ndiyo Kiwembe, wakati nakuja hapa kuna mtu alikuwa anafuatilia njiani. Yeye sijajua ni nani. Itakuwa hii kesi. Nilijua tu. Yule mpuzi alivyoondoka, sikutegemea kama atoacha. Ni yule yule anaanza sasa kutufuatilia. Itabidi tumnyamazishe mdomo. Hawa wote wanaotufuatilia. Bila kuchelewa. Aya. Ila rafiki yangu Mansuri, ila sawa, lakini ni hatari. Unajua uoga wako ndio unakuponza. Unafika eneo la tukio unaanza kuongea mambo yako. Lameki, kama umeshindwa kazi naweza nikaifanya mwenyewe. Hapana Mansuri, siseme hivyo, ila unajua utahatarisha maisha yako. Kwa mfano hapa mtu akitokea kitutia mwizi na kwaje? Lameki, mbona nishangaza? Unaogopa kuitwa mwizi? Ndio. Unaogopa kufa? Nisikize nikwambie Lameki. Mimi kama kufanisha kufa kitambo. Alafu hapa nimekuja kwa ajili ya kutetea penzi tu. Si kingine. Alafu kumbuka tumetoka nyumbani tumekubaliana mimi na wewe. Tunakuja kufanya kitu gani hapa? Na tunafahamu nini kimetuleta hapa. Sasa kwa nini tunaimba taarabu mdau? Muda tunapoteza. Kama inawezekana naomba unisaidie. Mimi hapa siwezi kupanda mwenyewe. Nisaidie uniweke mabegani niweze kuchungulia. Wenda nikabaini kitu chochote kile. Mansuri, kwa nini tusiondoke? Hii sehemu ni hatari. Kumbuka ulishafukuzwaga hapa, usije kabisa. Kwa mfano umekuta uko ndani na kuaje rafiki yangu? Mimi bado nakuhitaji katika maisha yangu rafiki yangu. Uso muda kuimba taarabu. Huu ni muda mimi na kuelewana. Tumetoka nyumbani, mpango wetu ni huu. Basi sawa. Kaa. Na lakini nini tena? Shuka. Nini? Hivi Mansuri wewe umegairisha? Akamtapila anapiga. Kabogo, sasa hatuna muda kupoteza. Itabidi uende kwa mkuu, ukamfuate Isabela pale pale alipomweka ugwa. Sawa Kiwembe. Lakini nitapitia njia gani? Utapitia humu. Maua, mpe Kabogo safiri. Maisha poa. Aya. Sawa, ongea naye. Halo kaka. Salama, shikamoo. Kuna matatizo? Sawa kaka, nimekuelewa. Sasa hivi najiandaa na kuja kaka. Nini Mansuri? Unatokea nini? Kaka amenipigia simu. Ananiambia kule kijijini kuna matatizo. Natakuwa nifike haraka sana. Ikiwezekana niondoke sasa hivi. Nachokuomba rafiki yangu, wewe naomba uendelee na harakati zako. Mimi niweze kufika kwa kaka.
Hapana Mansuri, kama kumetokea tatizo kijijini, inatupasa twende wote. Nitakusindikiza, mimi sina jambo lolote la kufanya huko nyumbani. Yes, kama nitapoteza muda wako. Kupoteza wakati wangu mimi haina haja. Wewe ni rafiki yangu, la kwako la kwangu, la kwangu la kwako. Naomba twende kijijini nikusindikize. Ndio maana nakupenda sana rafiki yangu, kwa sababu najua umekuwa mtu ambaye unanisaidia kwenye shida na raha. Sitaji kukupoteza Lamek. Mimi pia Mansuri. Naweza tukaenda. Sawa. Isabela. 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 Ndio msikona nini hapa? Mkuu. Isabela yuko wapi? Mimi unaniuliza. Ramos. Naomba uniambie kwa kweli wako wote. Isabela yuko wapi? Mkuu. Sijui Isabela nilimwacha hapa nakuja. Wewe ndio ulikuwa hapa. Na muda wote wewe ndio nimekuachia huyu mtu. Tafadhali naomba kujua Isabela yuko wapi. Usinitake nikafanya vitu ambavyo sikutarajia. Mkuu, sijui Isabela alipo. Naona hunijui vizuri. Wewe ndio uko hapa muda wote. Na ndio maana nilivyotaka kumkata kilini ulileta pingamizi. Ulikuwa na jambo lako lingine sio? Mkuu, kiukweli sijui Isabela alipo mimi. Unaona ile hili? Kabla halijazama nataka nimkute Isabela ndani haraka sana kabla kuna haja kusahau. Roja. Roja. Niambie. Niambie. Kiwembe, tumeshachelewa tayari. Kule Isabela hayupo. Nimemtafuta kila kona na nimesikia na kugombana wenyewe kwamba wamuone Isabela. Mama, ili balaa sasa. Hapa itabidi twende malangoni mwa lile bwawa tukaangalie kama kile kivuli kipo au hakipo. Ugwa. Twende. Hatuna muda wa kupoteza. Kuna shida gani? Baza. Hata sio nianzia wapi. Zungumza hapa, uko na baba yako. Zungumza chochote, kwa sababu mimi ndio nitakayeweza kukusaidia. Una shida gani mwanangu? Baza. Wakati natoka barabarani narudi nyumbani, nimepita mtaa wa pili, nikakuta kuna ugomvi unaendelea. Ugomvi wa nani na nani? Kati ya mkuu na Kirundu.
Huko mzee mkubwa walikuwa wanamzungumzia Isabela. Isabela? Unajua, tegemea kama utaniita asubuhi. Nashindwa kupuuzia mawazo yako. Toka tulipoachana pale. Pia nikiforce kukataa, lakini naona kama vile unahitaji sana kujaribu. Kwa hivyo ikanilazimu niingie kwenye mtego wako ambao umeutega. Kwa sababu nina hofu ya kukupoteza. Nikasema ngoja tufanye kitu. Jaribu kuangalia hii kwanza. Ni nani wa kijana? Huyo ni mganga. Usipani. Sasa kwani hii kesi kabla ilishakuja kwako? Hapana. Umemfahamu vipi huyo mganga? Hapo ndio maana wewe ulitafuta. Swali lako jibu lake kwa sababu wewe unaniamini. Na ndio maana hata wewe mwenyewe ulihisi kabisa kwamba kwa hiyo toka tulipoachana pale nilitumia huo muda ambao wewe unaona mchache nikaweza kugundua kwamba huyu anahitajika kwenye hii kesi na ni mhusika pamoja. Kwa hiyo hizi ndio hatua zetu za kwanza za kuingia kwenye huo mchezo. Sawa? Alafu badala ya hapo kuna mtu Chachiboy. Kuna Chachiboy mmoja na yeye ni mtu wa pili ambaye natakiwa tumpate ili tuweze kufanikisha ule mtego. Kwa hiyo tukitoka hapa kituo kinachofuata kwenda kumtafuta yeye. You are so genius. Unajua kinachomchanganya zaidi kwamba taarifa nimekupa jana jioni. Alafu sasa hivi kila kitu nakifahamu. Nashinda kuelewa ulitumia muda gani kwa wachunguzi hao. I think one is genius. Swali lako jibu lake ni kwa nini wewe umeamua mimi kumchagua. Unajua fanya haya yote sio kwa sababu nainyenyekea serikali yako. Au sio kwa sababu ya mapenzi au utukufu. Nafanya haya yote kwa sababu ya uwepo wako kwangu. Nina hofu kubwa ya kukupoteza. Alafu naamini akili yako. Siwezi kukusaliti. Unaelewa? Lakini pia nikupe onyo kwenye hii kesi. Kuna vitu vinaweza vikatokea vikakushangaza, yani ukalisurprise wewe mwenyewe. Sasa unaingia kwenye kesi ya kishirikina na uchawi na mambo ya Kiswahili ambapo serikali yako haiamini hivyo. Kwa hivyo usishangae baadaye ukaja kulipwa dhambi kwenye wema unaoutenda. Yaani ni kwamba sasa hivi tunaandaa shamba la maharage alafu baadaye tunaweza tukavuna pamba. Huyu Isabela aliyekufa Huyo Faza. Kwa hiyo mkuu alikuwa anamlaumu sana Kilondo. Kwa nini kafanya uzembe kumlinda Isabela? Yaani kwamba Isabela katoroka. Alafu kingine kuna kauli nikaisikia kwamba hajakatwa kilimi. Sawa. Kijana wangu, hapa kuna kitu. Haya uliyoyasikia, usimwambie mtu mwingine yote zaidi ya mimi babako utaniambia. Nitalifanyia kazi taratibu mpaka tujue kifo cha Isabela mhusika mkuu nani na shida yake ni nini. Umenielewa vizuri? Sawa Faza, mimi nimekuelewa. Nimekwambia usifanyeje? Simwambie mtu yoyote. Funga mdomo. Acha mimi babako nifanye kazi. Sawa? Sawa. Nimefurahi sana. Usijali.
Cha msingi naona kila kitu kitakaa sawa. Utundu, mimi naamini kwamba serikali haiwezi kumtupa mtu. Tuifanye hii issue, alafu utaona jinsi gani serikali inajali watumishi wake. Inabidi hapa tumalizie kunywa chai alafu twende. Hapana, tukisema tuendelee kunywa chai tutachelewa. Twende huko tunapotaka kwenda. Serikali yako wewe. Kuna kamwendo kidogo, kwa hiyo tatulazimu turequest bajaji kwa sababu ni nje kidogo ya mji. Nadhani tutakuwa tayari kuelekea kwa mchungaji. Location tutapaswa tutoke na bajaji kwa sababu ni mbali kidogo, alafu ni pembezoni mwa mji. Mama. Shikamoo. Marahaba, vipi? Umetoka yupo? Vipi kwani mbona hivyo? Kuna shida? Kwema tu mama yangu, kwema. Unanitisha baba. Salama kabisa. Salama kabisa mama. Mwituka. Hebu njoo, kuna mwenzio kaja hapa. Mwituka, kumetokea tatizo kubwa sana. Tatizo? Tatizo gani? Isabela kapotea. Na hapa tulipo tumetoa kesi na mimi na wewe ndio tunamtorosha Isabela. Umeona sasa Kilungu, kama zako za wanawake. Bora ungemwacha mkuu mkate kilini. Mwituka, uso muda kulaumiana. Na mkuu kasema kabla jua halijazama ndio tumeshampata Isabela. Kwa hiyo inatakiwa sasa hivi tutoke tuelekee bwawani kule tukamwangalie. Basta, ngoja nikamwage mama. Ukamwage mama? Hivyo una akili wewe? Tuondoke. Wewe ngoja nikamwage mama. Sasa naondokaje bila kuaga? Mama, mimi natoka. Mbona ndio? Hamna kwa sema. Kwema mama. Sawa, nenda mwanangu kama hakuna shida. Baadaye mama. Maua, wewe una macho ya kuona mbali. Embo angalia, Isabela yupo hapa. Mbona uniambii chochote? Kabogo, hii sasa ishakuwa kesi. Maana hata Maua amenyamaza. Aniambii Isabela yuko wapi? Yaani hata sielewi. Kiwembe, hii ishakuwa tatizo. Na likiendelea hivi hivi wote tunaenda jela. Na mimi sitaki kwenda jela. Kiwembe, mimi nakuacha. Wewe endelea na kazi yako. Na mama mimi niko nakusaidia tu. Kabogo, kwenye raha tupo wote. Kwenye shida unataka kunikimbia, si ndio? Sasa nisikilize. Hapa tuwezi kwenda jela kwa sababu mkuu ndio kamshikilia. Hata tukikamatwa tutamtaja mkubwa. Sawa, acha. Hawajajua upande wa pili, mtu wa makoti hawajamjua.
Leo naonyesha moto wa kibeli. Wewe umepata nini hapa? Nawe umepata nini hapa? Kilondo, hawa natakuwa wamemchukua Isabela. Hatuna haja ya kumtafuta Isabela, watuonyeshe Isabela alipo. Mimi waganga mimi. Mimi ndio najiita waganga, si ndio? Nataka muondoe Isabela yuko hapa. Usiseme waganga tu. Sema kiwembe makali makata. Na mimi nataka unieleze wewe Isabela yuko wapi Ugwa? Karibuni sana. Asante sana. Mchungaji, kama nilivyokuahidi jana kwamba nitafika jioni, lakini kutokana na majukumu ya kikazi yakawa yamenibana, sikuweza kufika. Ila leo nimefika mapema na nina rafiki yangu nimekuja naye hapa ili tuzungumze mawili matatu. Nadhani kupitia lile swali uliniletea pale ofisini kuhusiana na mdogo wako utatupa ushirikiano mzuri ili tujue wapi tunaanzia kukusaidia. Karibu sana. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Sule cha Utundu. Ni mshirika mwenza na Bwana Simfuko hapa. Niko hapa kwa ajili ya swala ambalo wewe ulilileta ofisini kwetu. Bwana mchungaji, unasema mdogo wako alianguka humu ndani. Walikuwa na ndugu yake. Na baada ya kuwa naye, mmoja alikuwa amelala kwenye kochi ndo alianguka. Badala ya hapo nini kilifuata? Baada ya mimi kuchukua maelezo kwenye simu, moja kwa moja niliamua kufika hapa nyumbani. Baada ya kuambia kuna matatizo. Kwa na wao baada ya kuanguka Isabela waliamua kuchukua maamuzi ya kumpeleka kwa mganga. Kwa walijua ni mambo ya Uswahili hivi. Mambo ya ushirikina. Baada ya maelezo yale niliamua mimi kwenda moja kwa moja kwa mganga ili kumfuatilia na kumchukua mdogo wangu arudi hapa. Badala ya kufika kwa mganga, kiliendelea nini? Nilifika kule kwa mganga tukiwa na mdogo wangu mwingine ambaye ni ndugu yake Isabela. Anaitwa Jacqueline. Kwa hiyo mganga alikiri moja kwa moja amemhifadhi Isabela kwake. Na baada ya kumtaka mganga alimzuia, akasema si mambo ya kimungu yanayohitajika hapa. Kwa aliaminisha kwamba mambo ya ushirikina ndio yana nafasi kubwa. Kwa hiyo nikaamua kuondoka na nikafuata sheria. Ambapo wewe ulimuona kwamba mdogo wako amehifadhiwa kwa mganga. Ni baada ya kukiri mganga kwamba mdogo wangu anaye. Ndipo nikaanza kuchukua nini wanaita taratibu za kisheria kumpeleka sehemu husika. Mashtaka yangu niliyapeleka moja kwa moja polisi na kwenda kutoa ufafanuzi kwa nini kachukua ridhaa ya kukaa na mtu ambaye asiyehusika kwake. Kwa sababu mimi ndio mlezi na mimi ndio kila kitu kwake Isabela. Mimi hapa nimeanza kupata mwanga wa kuweza kuifuatilia hili jambo. Nafikiri wakati mwingine nitahitaji tena ushirikiano wako. Ubarikiwe sana. Pia karibuni sana. Asante. Mimi nadhani sina la kuongea. Madam tumeshajua wapi pa kuanzia. Tutakapohitaji ushirikiano wako tutakuhitaji. Na nyinyi pia asanteni. Mungu awabariki sana. Mungu awaongoze sana. Lakini kuna swala nilisahau. Vipi kuhusu tuhuma za kesi ya ubakaji? Na mimi vile vile kabla pajaribika wala kuchimbika na mbele na mimi nishe Isabela yuko wapi? Unanitishia kujamba kati ujala Sasa na mimi nataka uniambie wewe hapo Isabela yuko wapi kabla sijaribu hali ya hewa hii. Wewe Makoti, kama mambo haja mengi hapa,
tunamtaka Isabela kwa sababu Isabela ni mgonjwa wetu na nyinyi ndio mmemchukua. Na usiniangalie wewe. Unanionea nini? Sasa naona wewe mimi unijui ni nani. Mimi ni kiwembe makali makata. Usijaribu kunipima makali yangu kwa kutumia ulimi. Nitakufanya kitu kibaya kijana. Na hizo nywele zako zivokaa kama mkude. Sasa wewe endelea tu. Namtaka Isabela. Mimi naonaje kundule lake? Tutasomana. Hiyo mikwala ya chura tu. Haiwezi kunitisha mi tembo kunywa maji. Kabogo, sasa ishakuwa kesi. Kama hata wale hawajui Isabela yuko wapi. Mama yangu, nishaanza kuona mlango wa jela upo wazi. Ni mimi na wewe tu tunaingia mule ugwa. Hili ni tatizo, lakini mimi na wazo. Twende kwanza nyumbani tukafikirie, afu tunajuaje tutamaliza mchezo. Na hata tukikamatwa sijui tutajitetea nini sasa. Twende tu. Kuhusiana na swala lako la kesi ya ubakaji, tayari lipo katika mikono ya sheria na vyombo maalum vya dola vinafuatilia kila hatua. Kwa hiyo kila kitu kitawekwa wazi na itakapobainika ukweli, sheria itachukua mkondo wake. Kwa hiyo wewe tulia. Mimi ninachotegemea ni nyinyi swala kuliendesha katika haki, kwa sababu mimi nina jina kubwa, nafahamika na watu wengi, nina washirika waumini wengi. Sihitaji aibu, hizi ni fedheha. Kwa hilo mchungaji, mimi nijitoe shaka, kwa sababu wewe tayari umeshaiamini ofisi, serikali, na ndio maana ukaifikishia jambo lako mwenyewe. Hebu ipe muda ofisi ama mamlaka iweze kufuatilia hiyo kesi, lakini pia unatakiwa ufahamu kwamba sheria ni msumeno. Wakati mwingine inakata mbele, wakati mwingine inakata nyuma. Kwa hiyo wewe tayari kupokea majibu yote ambayo sheria itayabaini kuhusiana na jambo lako. Sasa Karibu sana. Asante. Mungu aongoze baba. Amen. Tutakuona tena bwana mchungaji. Karibu. Karibuni. Asante. Karibu. Shikamoo. Marahaba, karibuni. Asante. Bado napigiwa simu ambayo imenishtua hata mimi. Kuna shida gani? Kiukweli
Utanioa tena kweli Mansuri? Niambie basi. Mimi nimeteseka jamani. Mansuri, niambie kwanza, utanioa kweli? Naelewa. Umemtoa wapi? Yaani shemeji, kiukweli mimi sina cha kukujibu. Majibu yote anayo kaka yako. Na kaka yako kama unavyoona hapa akashatoka, hayupo. Na ngoja nikuulize. Kwani huyu binti ndio ambaye unahitaji kufunga naye ndoa huko mjini? Huyu ndio Isabela mwenyewe. Kweli Mungu mkubwa. Maana sijategemea kama atakuwa ndio yeye. Kaka yako alimwokota huko, sio kamtolea hapa, kafika hapa, kumbe kafika sehemu sahihi. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kweli. Unaona Mansuri rafiki yangu, ile maamuzi uliyotaka kuyachukua kuruka ukuta kwa kina Isabela, kumbe Isabela yuko huko kijijini kwa shemeji yako. Kiwembe, utanisamehe sana. Mimi naondoka. Sipo tayari nikaozee jela. Bwana nikatafute maisha yangu mbele kuliko kuozea jela. Lengo langu lilikuwa kujifunza, lakini sio kwenda jela. Mimi naondoka. Tutakutana siku nyingine. Nimeshakaribia mipango yote, sasa naamua kutoroka. Labda nikwambie kitu ambacho hujajua. Kuna huyo mtego yupi mtu wowote yule. Na wewe na ule mjanga mwenzako, naomba mrudishie Isabela. Makoti, na kuonea huruma sana. Yaani muda huu inabidi ungane na mimi ili tukimbie. Na maana hii kesi ishafika polisi. Na Kiwembe anajua kama nyinyi ndio mmechukua Isabela. Wewe unafikiri Kiwembe kikamatwa lazima atataja nyinyi? Wewe. Kwa ina maana Kiwembe hana Isabela? Mbe kazi. Yangu. Mimi naondoka. Isabela kenda. Wanasema wana Isabela. Alafu mkuu anambia kabla hajazama Isabela kapatikana. Alafu mkuu anambia kabla hajazama Isabela anapatikana. Lamek, najivunia sana kuwa na rafiki bora kama wewe. Rafiki mwenye kujali maumivu ya ndugu yake. Kwani umepambana na mimi mpaka kuhakikisha nampata Isabela wangu. Nashukuru sana rafiki yangu. Kwani mawazo yako leo yamesaidia na nimeona faida yake. Shemeji, nashukuru sana kwa kunitunzia ua langu. Kwa sababu kama ningemkosa Isabela, sijui kama ningekuwa katika hali gani. Isabela, kwa nini uliamua kunikimbia? Mimi naanzaje kukimbia baba? Siwezi kwenda mbali na wewe. Unajua mimi nakupenda. Nakupenda sana Isabela. Au uko umepata mwanamke mwingine? Niambie tu, mimi mwenzako na wivu. Naanzaje kuwa na mwanamke mwingine zaidi yako? Basi kama unanipenda, mbona umekuja ukuja na chocolate? Na zawadi yako kubwa sana, ila haipo hapa kwa sababu nilipigiwa tu simu ya dharura na sikujua kama uko hapa.
Nakuita hapa kwa ajili ya jambo moja tu. Hili swala naona lishaanza kuwa kubwa, na sasa hivi lipo katika mikono ya polisi, na tukiendelea kukaa hivi tutakuja hapa kukamatwa. Hivi sura zetu tutaziweka wapi? Mwetuka, mimi sielewi, na lengo la kukuita hapa tuje tushauriane kwamba tunafanyaje. Kirundu, mimi ndo hata sielewi kabisa nifanyaje, maana sina hata yule wa kumwomba ushauri. Ni bora wewe umeniita mimi, umeniomba ushauri. Mama wangu hajui kabisa kuhusiana na hili jambo, hata sielewi kama tunafanyaje. Ila mimi nina wazo. Wazo gani? Unaonaje tuwafuate polisi kabla wao hawajatufuata sisi? Wafuate polisi? Ndiyo. Tuwaambie ukweli wote kuhusu mkuu, ili kesi mrudie mkuu, maana sisi ndo ametutuma sisi tukamchukua Isabela. Wazo lako zuri sana Mwetoka. Tuondoke. Sawa. Bwana Kiwembe, baba kaniagiza nikuletee mgeni wako. Brother, Kiwembe mwenyewe ndio huyo. Habari yako? Salama. Mimi kwa majina naitwa Chaukundu. Ni afisa upelelezi kutoka kituo cha kati. Samahani kwa kukuvamia hapa leo bila taarifa, lakini si kwa ubaya. Kwa maelezo ni kwamba Bwana Kiwembe unashutumiwa kwa tuhuma za upotevu wa binti ambaye inasemekana huyo binti yuko kwako. Ujio wangu hapa ni kukutaka wewe uonyeshe ushirikiano na mimi ili kuweza kumpata huyo binti ama kupata ushahidi uliokamilika. Hivyo ni kuombe radhi, lakini pia nikutake kwamba kuanzia sasa hivi unahitajika uambatane na mimi bega kwa bega. Aidha unikabidhi huyo binti au tuelekee kituoni kwa ajili ya kutoa maelezo ambayo yanaweza kukuweka wewe uhuru. Hilo mimi nilijua kabla, lakini mimi sina huyo binti hapa. Huyo binti aliletwa hapa kilingeni kwangu, lakini amechukuliwa kwa njia za kishirikina. Ushahidi kamili mimi ninao. Naweza nikakupeleka eneo ambalo yupo huyo binti na watu ambao wanaye, lakini sio mimi afande, sio mimi. Mimi sihusiki na chochote hapo. Una uhakika? Na uhakika 100%. Okay, sawa. Ni vizuri. Ndio maana mimi nimefika hapa. Ukweli wako ndio utakaoweza kufanya ukabaki ukiwa salama. Ninachohitaji ni ushirikiano wako katika haya mambo mawili. Unikabidhi huyo binti au mimi niondoke na wewe mpaka kituoni kwa ajili ya maelezo zaidi. Kwa hiyo kama unavyosema yupo mtu ambaye anaweza akashirikiana na sisi kwenye kumpata huyo binti, nafikiri ni wazo zuri. Tungeenda kuelekea kwa huyo mtu kanionyesha, ili tuweze kuhitimisha hili jambo kwa usalama na amani.
Haina shida bwana afande, niko na wewe bega kwa bega, kwapa kwa kwapa. Yaani kiufupi niko na wewe macho macho mpaka umpate mtuhumiwa. Lakini mimi sihusiki afande. Hata huko kwenye kesi naomba msiniingize ugwa. Sawa, sawa. Basi nisubirieni nikajiandae twende huko. Sawa. Lakini afande, hata mimi kuna kitu nakijua. Kitu gani? Lakini ngoja twende huko, kitajulikana huko. Sawa. Tunaweza kwenda. Pateni. Afande, nasi ulishafika. Acha mimi niache tu nirudi. Sawa, ina shida. Bwana afande, haina haja ya kupoteza muda. Mtu ambaye anaye Isabela ni huyu hapa. Tumkamate umpeleke huko unapostahiki. Huyu anaye Isabela. Wewe unachokiongea nakufahamu kweli? Kwanza sogea na wewe. Karibu mheshimiwa, nakusikia. Bila kupoteza muda nafikiri umeshasikia maelezo ya huyu bwana. Ninachokihitaji hapa ni ushirikiano wako. Bila shuruti naomba unikabidhi Isabela ili kila kitu kiende kama kilivyopangwa. Sasa nimekuja kujua kwamba wewe hueleweki na huyu pia simuelewi. Isabela vipi? Hapa kafikaje na Isabela ana nini? Mbona sielewi? Mkuu, haina haja ya kukwepa. Fanya mambo kama rula ya nyoke. Mtoe Isabela huko pomweka. Utanyea debe mkuu, bora uwe mtu wazi. Chuki zako wewe na mimi zisisababisha tukapelekana kwenye vyombo vya dola. Heshima leo kupatia inatosha sana. Ila hicho unachotaka kutengeneza itakugharimu. Isabela hapa yuko wapi? Yuko wapi? Ingia ndani kwangu basi muangalie. Ingia muangalie. Mister, huu sio muda wa debate. Wakati huu ni kitendo tu cha kufanya vile ambavyo mimi nataka. Unaweza ukatoa ushahidi wowote kuthibitisha hicho unachokiongea mheshimiwa? Unahitaji ushahidi? Ndio. Hawa ndio ninakaa nao hapa na hawa ndio vijana wangu. Hilo ni mosi. Hao bwana wamekuja hapa wanamuulizia Isabela. Na mimi sina taarifa yote. Hivi unaweza hebu wathibitishie kwamba mimi niko na nyinyi tu hapa. Wathibitishie hawa. Ndio. Sikiliza kijana wangu. Au ni ya kweli? Wewe ndio ulituma tukamchukua Isabela. Hebu shia hapo, kaa kimya mpumbavu wewe. Maituka, hebu ongea bwana. Wewe ndugu yako anaongea jinga hapa tunaomba kaa kimya. Anasema ni ya kweli? Ndio, ni kweli. Wewe ndio ulituma tukamchukua Isabela. Kaa kimya mpumbavu. Ndio bwana ule fupi na kwa mfupi wewe mheshimiwa. Achana na wajinga. Nisikilize mimi ndio nasema ukweli. Ule Isabela anasema nimemchukua yuko wapi hapa? Hebu angalia njia ndani, angalia pote zunguka angalia. Una kipingamizi juu ya watu?
Sasa basi, kabla haijatumika nguvu kubwa, uweke mikono yako juu. Kuanzia sasa hivi utakuwa chini ya ulinzi. Hata tukienda kwa serikalini ambako umetokea wewe, hakuna kifungo ambacho kinaamini ushirikina. Ni kitu na kitu naweza ujinga. Kunaona nimetulia, nafanya maisha yangu. Unataka kujua sheria? Ndio, anahitaji kujua. Safi. Muda utazungumza. Niko tayari. Ikiwa mtathibitika, niko tayari kutumikia hicho kifungo. Sabela, wewe binti, unakumbuka mara ya mwisho ulikuwa wapi? Nakumbuka kila kitu. Na mara ya mwisho huyu hapa ndo alikuwa anataka kunikata kilini. Jana, haina haja ya kutumia nguvu kubwa. Sheria iko hapa na itafuata mkondo wake. Shusha pressure yako. Sawa. Sheria itazungumza na itafuata mkondo wake. Asante Mungu. Oriandara. Oh Mungu ni mwema. Hey! 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 Hii ni nguvu ya Mungu. Hii ni nguvu ya Mungu. Tunaamini katika Mungu. Oriandara uchika mama. Nafikiri kila kitu kimejieleza sasa. Hakuna haja ya maswali. Hakuna haja ya kutumia nguvu. Kuanzia sasa uko chini ya ulinzi. Weka mikono yako nyuma, alafu unisikilize mimi ninachokisema. Lakini mimi najua tu ni uonevu. Hakuna cha lakini. Afande, lakini naona kama unamchekea wewe. Sheria itafuata mkondo wake. Wewe pita hapa. Weka mikono hivi. Oh, asante Mungu. Hatimaye afande, ndugu wangu ndio Isabela. Nimempata. Hongera sana. Go to God. Afande, kazi nzuri sana. Basi ni jambo la kushukuru Mungu tumempata, lakini pia tunaondoka na watumiwa wawili. Mchungaji upo chini ya ulinzi. Kwa kosa gani? Kwa lipi? Hatuna muda kupoteza. Unatumiwa kwa kosa la ubakaji. Mikono nyuma. Mikono nyuma. Wewe! Ganga mchampu mbavu. Mikono nyuma. Sio kama napenda na mimi sipendi. Sio kama napenda.
sio kama napenda, na mimi sipendi, sio kama napenda, mwenzenu sipendi, tunaumia, nalia. Dunia dwala nasimeneremia mimi, na nilipolala siamki mimi. Mbona kama nahisi hii ni ndoto, bila napogusa nahisi pa moto. Mimi nilipo siamini, kipofu kisiwi, uchawi ni siri. Mungu Baba nione mimi. Isabela, 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 mwana mama. Isabela, Isabela.